mtu anapokataa ni kwa nini ushauri zaidi. Nilitaka kusahau kitu kimoja hapa cha wajane. Wajane tumewaacha sana. Kuna mtu akasema mama tusaidie sisi wajane. Sijui tunafanyaje. Hawa wajane ni wape kitu kimoja niwashtue. Kuna wajane ambao wamefiwa bado ni wadogo. Kweli unatakiwa kuolewa. Lakini sasa kama una watoto, chagua kimoja. Ukae hapo nyumbani, ulee watoto, urithi na hizo mali. Maana ukishaolewa, ujue kama hizo mali sasa sio za kwako, za upande ule, wewe unahamia upande mwingine. Na saa zingine mwanaume unafikia anataka kukuoa hapo nyumbani, anakuja kukaa na wewe hapo nyumbani. Anafuata mali zako, sio kwamba ana mpango wa kukuoa. Saa zingine ni mume wa mtu. Anakufuataje mjane wa watu? Anakufuataje mume wa mtu? Anayekuja kwako mjana anasema mimi ninakupenda, mwambie unataka kunioa, huna mke, huna nini? Kama ni mgane mwenzangu sawa, tuoane, unioe, twende tukabariki ndoa, ijulikane nimehamia kwako, hata wakwe zangu wajue mimi nimekuja kwako. Kama sio ana mke wake, usijaribu mjane kulala na mume wa mwenzio, unaharibu ndoa ya mama wa watu, atalia na wewe ni mjane. Sasa akianza kulia yule, machozi yale yanaanza kukuumiza wewe, huku utakosa mafanikio. Mwisho ndo majibu yanakuja, wajane wanaharibu ndoa za watu, wajane wanaharibu ndoa za watu. Wanawake tujifunze kukataa. Mume anapokuja kataa. Hata kama mume wako amekufa, mwili wako ninawashauri wajane wote mhakikishe mmeokoka. Mhakikishe mna Yesu moyoni. Ukimwambia Yesu nyamazisha mwili wangu, nyamaze kimya, nataka nitunze watoto wangu, sitaki kusikia mwili unalalamika. Mungu anasikia nazo bleki zote. Yaani nazo zote. Ukimwambia fungulia atafungulia. Ukimwambia funga anafunga. Kama alivyosema nyinyi mabinti msichochee mapenzi kabla ya wakati. Ndivyo ambavyo na wewe mwambie Mungu, mwili wangu huu mwenzangu ameondoka. Mwili nyamaza kimya, usiwaze chochote cha mapenzi wala sijui nini wala nini. Unyamaze kimya, nitunze watoto. Kama unajiona ni mdogo unataka kuolewa, sema Mungu, mume wangu amekufa, mimi ni mdogo, naomba nipe mume. Niolewe tena kwa ndoa, sio kwamba niibe, sio kwamba nini wanalala naye hapa nyumbani, watoto wanapishana na mume humu ndani wanapishana, unajiharibia aibu kubwa. Mwingine anasema mimi naiba, unaenda unaiba huko. Ninajua kuna hatari gani ambayo ukifiwa, lakini mwambie Mungu akupe mume, ndugu yangu, uolewe. Wako wagane wengi, wako wengi wanaotaka kukuoa wakuoe, lakini anayekufuata hapo nyumbani anafuatilia mali zako tu. Akishamaliza mali kwa heri utajuta. Hili ni kwa la hawa ndugu zangu. Mungu awabariki sana. Lakini niwaambie ndugu zangu, bila Yesu ndoa zetu hazipo salama. Bila Yesu watoto wetu hawapo salama. Wamama mlio haribu watoto, rudini kwa Mungu, mtubu, muwatengeneze watoto wenu. Akishaolewa mtoto usiseme hapa nyumbani pana kitanda, pana chumba, pana nini, usimwambie. Mwambie hichi chumba saa hizi kilikuwa cha kwako. Ukija hapa kuja na mwenzio, hiki chumba cha wanandoa, sio chumba cha binti. Kama unataka kuwawekea chumba, waambie mwanangu umeolewa. Pale nyumbani sasa pana chumba cha wanandoa, cha mvulana na msichana, umeongeza. Alafu unavyo mtoto anapoolewa, ujue umeongeza watoto wako wawili, una mtoto wa kike na wa kiume. Pale nyumbani usimruhusu akaja mwenyewe kulala nyumbani mtoto. Au unakuja kushinda nyumbani, mtoto ameolewa, anakuja eti kushinda kwako mama. Na wewe unakubali unampokea. Mama, hiyo ni aibu. Tena wengine ni watumishi, ni aibu. Acheni mara moja wa mama. Mwanamke wa mtu hatakiwa jeshinde kwako. Anatafuta nini kama sio umbea? Alafu kiona analeta matatizo ya ndoa yake nyumbani, mama mimi mume wangu. Hapana, mwambie ndii hapo hapo. Si mnamsimamizi mwanangu? Naenda kwa msimamizi ukajieleza. Usiniletee mimi mwanangu nitajiumiza bure. Usiruhusu kabisa. Wa baba, acheni kutelekeza waume zenu, wake zenu. Wa mama, acheni kutelekeza waume zenu. Unaenda kwenye kidimbwi kile mama, ni aibu mama, unaweka kile. Hivi hamoni ni uchafu? Wanawake acheni mara moja. Akina baba, acheni kwenda kwenye visima vya watu. Mungu amekuruhusu kisima kimoja tu, ndicho alichokibariki kwa ajili yako. Acha mara moja. Hiyo ni dhambi, mtakufa vibaya, alafu mnaridhisha watoto. Watoto wenu wanaangalia tabia zenu, alafu kile kitu kinatembea, ni laana fulani inatembea. Baba kama muhuni na mtoto atazaliwa atakuwa muhuni, mama kiwa muhuni, mtoto atazaliwa atakuwa muhuni. Hivyo ndio wanaangalia kwenu. Tunatengeneza kizazi kibaya, baadaye hatutakuwa na watoto. Saizi watoto wamezaliwa, mama huyu ana mtoto yule, huyu ana mtoto yule, huyu ana babake yule, ana baba yule. Nini wadada, acheni kulala na wanaume nyumbani, kwa sababu jamani ni dhambi. Hata kama mwili unalalamika, anakuja huyu anakudanganya tulale, unalala. Anakuja huyu anakudanganya tulale, unalala. Utalala na wanaume wangapi? Utakujula na majini. Watoto wengine watazaliwa ni vipepo, baadaye vinaanza kukusumbua. Mimi kitoto kinasumbua, kumbe kimezaliwa ni kijini, kingine cha jini tu.
Jamani, acheni mara moja, mfuateni Yesu tu, ndio suluhisho la ndoa zetu na familia zetu. Akiwepo Yesu, kila kitu kinakuwa sawa. Barikiwe na Bwana. Amen. Asante sana mama mchungaji kwa ushauri zaidi. Unakupataje? Namba yangu jamani, namba yangu 0767 04 7868. Sasa mtumage na Pepsi, amtumi Pepsi humu. Yaani toka mnaniita tu mnataka maswali. Pepsi, waliwahi kukutumia Pepsi hapo? Sasa mtumii hata studio, hata Pepsi amtumi. Mama tusaidie, Pepsi amtumi. Mnafikiri nyie makoa hapa tumesha kaukiwa, hata meza haina hata maji. Yaani nyie watoto, Mungu waponye. Mbarikiwe na Bwana. 0767 04 7868. Mbarikiwe na Bwana. Karibuni kwetu Njombe. Mnasema rudia, natoka mbali, hata nauli mnaniita hata amnipi. Ukitaka kunipata pia kwenye YouTube, mafundisho mengine unayapata YouTube na nyimbo ziko kule, Imani Mahenge Mgaya. Sawa na yenyewe ni sawa, kama ni acha dhambi sawa. Ukisema mshukuruni Mungu sawa. Yaani ziko zote ni nzuri.